Katika lesson hii tutakwenda kuangalia kuhusiana na dictionary ndani ya Python. Jina langu ni Mohamed Hafidh Mohamed kutoka Soma Taaluma, na tunapozungumzia dictionary ni muundo wa dictionary ambao unakuwa una jina pamoja na jawabu ama meaning ya ile jawabu. So tunasema kama ni key value pair. So at the end of this lesson mtu utaweza kufahamu kwamba tunakwenda kuangalia namna gani unaweza kuzistore structured data ambayo katika mfumo wa dictionary, lakini vile vile how utakwenda kuzi access pamoja na kuweza kuzi update hizo information ndani ya dictionary. Kitu hichi kitaweza kukusaidia hata pale ambapo utakuja kuingia katika framework ya Django kuweza kuwork nayo seamlessly, especially unapokuja kuwork pamoja na masuala ya APIs, yani JSON responses na vitu vingine vya aina tofauti. So ni miongoni mwa vitu muhimu sana ya kuweza kuvifahamu. Lakini simple way hiyo dictionary inakuwa iko vipi? Dictionary tunachoelea user. Huyu user huyu ni sawa sawa tunatumia hizi bracket hizi ndizo ambazo zitatumika katika dictionary, tofauti na bracket za list. Ziangalie kwa makini utofauti wake. So tumesema dictionary ni key value pair. So key ni ipi? Let's say tunahitaji name, kwamba hili hapa ni nini? Ni jina. Value yake ni Pentool Graphic Design Center. Hilo ndio jina lake tayari. Lakini vile vile hapa tuna kitu kingine, tunahitaji kuongeza kitu kingine, pengine courses tayari. Kwa tutakuwa tuna key ya courses, tunaweka full colon, alafu tunazipa zile courses zake ambazo zinafanya nini, zinahitajika, ambapo ni Adobe Programs for Graphic Design. Unaweza kujiunga Pentool Graphic Design Center kwa ajili ya mafunzo bora kabisa ya vitendo ya masuala ya graphic design pamoja na video editing. So hapo tayari tunaweza kuwa tuna mfano halisi wa dictionary yetu. So tunatumia bracket hizi, curly brackets kama sikosei. Tuna key yetu ambayo ni name na tuna value yetu ambayo ndio hii hapa. Kwa hivyo hiyo ndio dictionary namna ambavyo ilivyo. So how tunaweza tuka access data katika dictionary? Ili kuweza ku access data, let's say tuchukue mfano rahisi wa kuweza ku print. Hapo tutamwambia ni user, then tunafungua bracket lile la list, alafu tunaandika ile key ambayo tunaitaka, ambayo hapa sisi tulikuwa tunataka name. It means tunapo run program yetu moja kwa moja tumeweza kupata Pentool Graphic Design Center. Kwa maana hii ndio namna ya kuweza kuaccess tunasema kuaccess value ya ile data yetu husika. Lakini vile vile kitu cha kuweza cha kukizingatia, hakikisha kwamba hizi key zinakuwa ni unique, otherwise zinaweza zikakuletea error. So vile vile tunaweza tuka update kitu. Let's say tunahitaji kuweza kuupdate hapa, tuandike maybe tuandike experience, alafu hapa experience pengine tukaingiza miaka yetu 50. Okay. So hapa juu itabidi tuweke comma. Sikasahau. Yes. Okay. Let's say tunahitaji kuweza hint comment ku update. Tumekosea, sio 50, ni takriban miaka 20 sasa ya experience. Hapo ili kuweza update, maana yake tunaweza tukaiandika moja kwa moja ni user tayari to print moja. Okay, sawa. User, tuweke list yetu hapo ambayo tuna user experience ni sawa sawa na miaka 20 bwana. Okay, then tunamwambia print user. So now tulija update tayari tunakuta tukirun program yetu tayari tutakuta tuna miaka mingapi? Experience yetu ni miaka 20 moja kwa moja. Hapa kwa vile tumeprint user tumeweza kuona data zote, lakini hapa kama tutamprint user then tukaja tukampa hapo quotation zetu experience ambayo ilikuwa ipo. So tukija tukirun tumepata 20 exactly. So that's how tunaweza tuka update ile value ambayo ipo ndani ya key katika dictionary. Lakini vile vile ikiwa kama unahitaji kuweza kuingiza new value ama new key value pair ndani ya data zetu,
So hivi hapa maybe ninaweza nikaviweka comment kidogo. Tunahitaji kuweza kuingiza key value pair nyingine hapa. Let's say tunahitaji kuweza kuingiza email kwa ajili ya Pentool Graphic Design Center. So hapa tutamwandika user, tutafungua ile bundle letu la list ambapo tutaingiza sasa hivi hapa tutakuwa ni email. Sawa, ambayo email hii itakuwa ni sawa na info@pgrdcenter.com. Maana yake ni nini? Hapa tulitumia same approach, lakini hapa tayari hii data tulikuwa tuko nayo. Sasa hivi hii email hatuna kabisa, it means inakwenda kuingia ndani ya dictionary yetu. So hapa ikiwa kama tutakuja kumprint user wetu na tukirun program yetu, automatic unakuta kwamba tayari na ile email hii hapa ipo ambayo ni info@pgrdcenter.com. So tukisema hapa tuje tu print user email yake, tukisave na tukirun, tumekwenda kuipata email moja kwa moja ya user ambayo ipo ndani ya dictionary. Lakini vile vile tunaweza tukaziondoa data. Pengine hatutaki kuonesha sisi kama tuna experience ya miaka mingi sana tukaanza kuwatisha. So ili kuweza kuiondoa, tunaweza tukaja zetu hapa, maybe tukamwambia delete, yani hiyo ni function ya del. Then tunakuja kumwambia user tayari, alafu huyu user huyu tunakwenda kuingiza ile key ambayo tunahitaji kuweza kufanya nini? Kuiondoa ama kwenda kudelete, ambayo hapo itakuwa ni experience. Now tukirun instead of email to run data zote tuweze tuzione on the user automatic. Sasa hivi ile miaka ya experience yote haipo, imeondoka baada ya kuweza kutumia function yetu ya del kuweza kuondosha data ile ndani ya dictionary. So vile vile tunaweza tukazitumia loops ndani ya dictionary. Kwa vile hii ni dictionary, it means tunaweza tuka loop ndani yake, lakini kuloop kwake huku kuko tofauti kidogo tu kulingana na kule ambapo tulivyosoma, kwa sababu hapa tuna key, tuna na value. It means tunahitaji kuweza kumwambia sasa hiyo loop ambayo tunahitaji tuna loop katika namna ipi. So hapa kama tunahitaji kuweza kuloop katika key, so tunamwambia for key in user, vile huyu ni user, okay? Then tuta print moja kwa moja key. Hapa tukirun program yetu sasa hivi tunazipata key, tuna name, tuna causes, tuna na experience. Ndizo ambazo zitakuwa define hapa key zetu. Tayari, lakini ikiwa kama utahitaji kuweza loop katika values. So hii comment ili kuweza kuloop katika values zile data ambazo zilikuwa zimo ndani yake, maana yake tutamwambia for value in user dot values. Lazima hicho kitu mwambie. Tayari usipofanya hivyo utasipata hizo data. So hapo tutamwambia tuta print value yetu. Okay, print value yetu. So now tukirun automatic sasa hivi tumeweza kufanya looping ya values ambazo zipo ndani ya ile dictionary yetu husika. Lakini sometimes pia utahitaji kuweza kuitaka, lazima ipate key, lakini vile vile lazima ipate na value yake. So nayo utafanya vipi katika dictionary katika Python? Tuta comment hii hapa. Tutamwambia as usual for key, value, sawa, in katika kitu gani? User dot items. Hapa lazima tutumie items kwa sababu tunahitaji vitu vyote viwili ambavyo vimo ndani yake. Full colon as usual, tuta print, then hapa tutamwambia key, tunaweza tukampa na comma, tuka concatenate pengine pamoja na space, alafu tukaja tena tuka concatenate, tukamwambia value yetu atuwekee. So now tukirun tumepata key ni hii hapa na value yake ni hii hapa. Key hii ni hapa, value yake ni hapa. Kwa hiyo hapa tumeweza kuloop information moja baada ya nyingine na kuweza kuangalia how tunaweza tuka access key, how tunaweza tuka access values, how tunaweza tuka access njia zote mbili. So vile vile tunaweza tukaangalia kama key aina fulani tayari ipo ama haipo ndani ya dictionary yetu hii ambayo tulikuwa tumedefine. So vipi tutaweza kuiangalia? Tutamwambia if email, sawa, if email in
user. Tutaenda ku print, tutaandika email field exists. Okay, tukirun program yetu haijaleta kitu kwa sababu hakuna kitu. So tunaweza hapa tukamwambia else as usual kama ambavyo tumeweza kusoma. So tutaandika sorry, email field does not exist in our dictionary. Okay, so now tukirun sorry, email field does not exist in our dictionary. So hapa hii ni namna ya kuweza kuangalia field kama ipo ama key kama imo au haimo ndani ya dictionary letu. So vile vile tunatakiwa tuweze kufahamu ya kwamba dictionary inaweza work na lists. So, okay, kwa maana hiyo zinaweza zote zikawa zina function kwa pamoja. Let's say tuchukulie mfano rahisi, tuna student ni sawa sawa na dictionary langu ilo hapo. So hapa nitakuwa na key yangu ya name. Katika key ya name pengine itakuwa ni Mohammed. Okay, lakini vile vile tuna key ya Max. Katika key ya Max hapa, Max kwa vile masomo yako tofauti tofauti, itatubidi tuweze kutumia list. Tayari. Kwa hiyo katika list yetu ndani yake ndipo tutakwenda kuingiza Max zetu. Pengine kuna 80, kuna 70, pengine kuna na 95. So tukumbuke hapa kwa vile tunaendelea tusisahau kuweka comma. Then hapa itakuwa tayari tunayo dictionary yetu hii ambayo hapa tuna list katika value ya key yetu katika dictionary yetu. So tunaweza tukatafuta average, tukafanya vitu tofauti tofauti. Tuchukulie mfano labda average. Tunaweza kumwambia average ni sawa sawa na summation ya student, ambapo student tunakwenda kufanya nini? Kuchukua ile key yetu ambayo ni Max, ndizo ambazo tunazihitaji ziweze kufanywa summation. Lakini vile vile hapa inatubidi tuweze, kwa sababu tunahitaji average, tuweze kuzigawa. Na ili tuzigawe maana yake tutahitaji nini? Idadi ya wale wanafunzi. Function hii ambayo tushaisoma length katika lessons zilizopita. So tutamwambia tena student, lakini student hao tunahitaji kwenda kupata idadi yao katika nini? Katika sehemu ya Max peke yake. It means hapo sasa hivi ikiwa kama tunakuja kumwambia a print, then tumwambie average is, then moja kwa moja hapa tuje tuiandike average. Tukirun program yetu, Max is not defined. Okay, Max student, okay, which to copy vizuri hichi. Oh yeah, okay, hii ilitakiwa iweze kuwa ndani ya quotation. So now to try to run tena. Yes, tumeweza kuipata average ya Max hizi ni hii hapa. Kwa maana hiyo hapa tumeweza kuona vile vile how tunaweza work na list kama ni value yetu ndani ya dictionary kupitia katika Python programming language. Lakini vile vile tunayo list of dictionaries, ambacho hichi nacho ni kitu muhimu ambacho unaweza ukazitumia katika sehemu tofauti tofauti. Let me comment this one, and baada ya hapo tuweze kuiandika. Let's say tuna users ambao hawa users inabidi lazima tuweze kuwa na dictionary ndani yake kama vile kwenye list. Tunafungua dictionary letu, tunaanza kuipata moja kwa moja name. Tayari, okay, name. Then tukaja tukaandika lile jina lake. Tayari, kwa sasa hivi nitaweka empty, lakini vile vile tutahitaji kuweza kuingiza rule ya huyu mtu. Tayari, alafu rule yake huyu mtu inabidi vile vile tuweze kuja kuiingiza. So hapa nitaweka comma, nita duplicate hii line yangu. Okay, then hapa nitakuja kuingiza name yetu. Let's say ni pen tool. Hapa tuna user mwingine ambaye ni Zan Market. Okay, ili liwe graphic design center.
Then hapa tunaweza tukawa tuna na soma taaluma. Then hapa tunaweza tukawa tunaye Mohamed. Katika role tukawa tunayo role yetu hapa, pengine administrator, pengine Zan Market tunayo ni marketing. Vile tunasoma taaluma, tunaweza tukaandika pengine member ana role ya hosti, pengine na Mohamed ana role ya instructor. Okay, just as a sample data. So ili kuweza access information hapa katika list, ndani ya listi tunaweza tukenda nayo katika mazingira tofauti. So hapo role yetu tulionayo ni hizo hapo. Maybe tunaweza tukaangalia pengine instructor, tuke nje hapa. Okay, tunaambia for user in users. Okay, if user katika, ikiwa kama kuna user kama katika hawa user ana role, kwa vile tumetumia role, si ndio? Role yake ni sawa na host. Sawa, ikiwa user huyo role yake ni sawa na host, basi tutamuomba huyo user, lakini vile sio user tu, bali tuweze kulipata jina lake halisi ni nani huyo host. So tukirun program yetu tuna one error. Yes, hapa panahitajika ifutwe comma. So now tukirun vile katika users juu kuna users nyingine. Okay, hebu hii tuifunge, tusiraise conflict. To clear. Okay, let's try again. In line number 36, this one, users, users is equal to dictionary. Okay, well, so ikiwa kama tunahitaji kuweza kutumia multiple dictionary, hapa nafikiri itabidi tuweze kutumia list. Try. Okay, tujaribu. Yeah, sahihi. So kwa upande wa dictionary, ikiwa kama unahitaji kuweza kutumia multiple dictionaries, it means kwamba hii bracket ya juu kabisa utaitumia as a list. Kwa maana hii itakuwa ni list of dictionaries, alafu ndani yake ndio tutakuwa tuna dictionary za aina tofauti. So I hope kwamba hapa tumeweza kujifunza vitu tofauti, lakini vile tunaweza get some information katika njia ambayo ilikuwa bora kabisa na nzuri kabisa. Maybe ninaweza hichi nikaki comment kwa muda kidogo, and then chini yake hapa tukaja tukamwambia pengine print okay, ni user dot get, lakini tunachotaka kuweza kukiget or maybe ni phone number yake tuweze kuipata, lakini tunaweza tukaweka comma tukamwambia not provided in case kama itakuwa haipo. So maybe users. Okay, well, hiyo ni user function, hii tunaweza tukairejesha, and maybe this one tunaweza tukaipandisha humu juu. Okay, na tukianza program yetu tumepata kwamba not provided, kwa maana ya kwamba hakuna ama haijadefiniwa hiyo namba ya simu katika list. So tumeweza kutumia function ya get kuweza kuipata hii phone number. Okay, so hiyo ndiyo dictionary katika Python ambayo imetuwezesha sisi kuweza kufanya vitu vya aina tofauti mbalimbali, lakini in short summary ni kwamba ina key value pair, inaweza kustore key pamoja na value yake, so inakuwa ni rahisi kuweza kuinterpret data. Same
Hii ukishakuelewa vizuri hii structure, itakuwa ni rahisi hata kwa baadaye kuja kwa katika framework kama vile Django kuweza kuinteract na masuala ya API, kwa sababu tayari huku una msingi mzuri na uelewa mzuri wa how dictionaries zinafanya kazi, how lists zinafanya kazi na nyingine mfano hivyo. Utakapokuwa na swali lolote, usisite kuweza kulituma katika discussion session katika lesson yako husika ndani ya somataaluma.com.